tupite nazo. Maneno msafi ni Moko, niko hapa na mwanangu Sepenga Sepenga, lakini pia mahakamani leo dunia tuko nayo. Na uje watu wengi sana wa YouTube walitomba hapa East Africa TV. Kwa unategemea maswali kutoka kwenu. Mimi hata sina maswali mengi hapa. Violet ndio huyu hapa sasa. Ndio. Hapo zako. Poa. Mzima? Nzima. Uko vizuri? Niko poa. Penzi vipi? Linaendeleaje? Penzi paja. Penzi ninaemea mpira jamani. Ndio. Kwa haraka kabla tujaongea vitu vingi kabisa. Nataka uniambie, ukiwa nyumbani kwako, umekaa na wewe unaingia YouTube una play ile series yenu ile ya dunia. Unamwangalia yule Violet wa kwenye ile movie ile. Wewe unamchukulieje? Kwanza Violet kwenye movie viatu vyake kuvivani vizito. Yaani nikimwangalia nasema Mungu, mimi ndo ningekuwa kweli niko kwenye hii ndoa kweli, yani ndo ningekuwa mume wangu manyanya sasa, alafu ndo Violet ni mimi ndo huyu. Nisingeweza kwenda. Kwa Mungu anapitia vitu vingi vikubwa. Kuna watu kweli ambao wanapitia yale ambao mnayacheza mle. By the way ni wengi sana. Wengi. Yeah. Hivi unapokeaga DM mtu anakuambia na mimi hivi na mke wangu sio na mume wangu. Ni nyingi sana. Yaani ni nyingi mno. Mtu unakuta mbona mke wangu alikuwa kama wewe? Yaani nashukuru Mungu umebadilisha. This time amebadilika kabisa. Yaani ni nyingi sana. Si ndio? Bwana tuko na manyanya hapa kakangu. Kisema chochote ndio hiki hapa. Mwanasheria huyu amekuja mahakamani. Sasa leo kuna majanga nyumbani kwake. Bwana vipi kakangu? Safi. Tuko vizuri? Nashukuru sana. Hongera zako sana kakangu. By the way mimi nafurahi kukuona hapa kwa sababu nilikuangalia kwenye bwana moja la Kicheche lile, ulikuwa unatoa maneno sana sijui ni ya mzee Kicheche kitu kama hiko. Ulikuwa na maneno sana kana nasema huyu mwana huyu anafanya vizuri sana. Sasa hivi pia naona pia unazidi kufanya vizuri sana. Mwanasheria ambaye unamcheza mule kwenye ile movie ya dunia, ndo wanasheria wote duniani wako hivyo hivyo? Kuna vitu viwili. Kuna wanasheria kama professionalism na kuna wanasheria kama lifestyle tu ya kawaida ya maisha ya ndoa. Alichokifanya Manyanya kwenye filamu alizidisha sana. Alichukua wanasheria wa professionalism akauleta mpaka kwenye ndoa yake. Kwa maana zile sheria ambazo anaziapply sana akiwa kazini, anataka hadi aziapply akiwa kwenye ndoa, kitu ambacho sio kweli. Unajua zile. Kwa hiyo yule mwamba kwenye TV kama alizidisha sana hivi. Alivuka viwango. Kwa sababu huwezi kuleta sheria hadi kwenye masuala ya unyumba ya ndani. Kwa maana ikisheria wewe mke wangu unatakiwa unipe mara 3 kwa siku. No man. Kwa ile choma ndani. Noma. Tuko na ndugu yako kabisa anaitwa Mudi Muzungu. Ndio huyu hapo. Pakalaba. Ongea na Cindy yule pale mlilie kaka kuachaje? Cindy, mke wangu usiondoke. Mimi nakupenda sana, ukiondoka mimi nitaenjoy vipi? Nitajilambaje? Mimi nakupenda Cindy. Cho basi enjoy. Cindy. Kaka unapiga vitu vyetu, of course mida yetu ndio tunachupa nyingi hapa nyuma, tukupe kabisa uanze. Mimi hapana. Kikweli mimi situmia. Acha bwana. Namshukuru Mungu situmii bwana. Sasa ulijuaje kama watu wakiwatungi wanakuwa wanacheza macho, ulimi nini? Nafikiri katika kuigiza ukipewa character nilipopewa nafasi kama ile ilibidi tuanze kufuatilia walevi na kuaje, midondoko yao, maongezi yao, kwa nikapata kile kitu na alichonijalia Mwenyezi Mungu kabidi nionyeshe, ndio maana watu wana enjoy sasa hivi. Ndio. Sepenga alikuwa ananiambia kwamba kwenye hizi character ambazo mnazicheza kila mmoja akifika kama anaweza kuongea na Watanzania akajua kabisa huwa anataka kuonyesha kitu gani kwenye ile movie anavyoangalia. Mfano ile character yako unayoigizaga ile ya ulevi, mapenzi na vitu kama hizo, huwa unataka kuportray kitu gani kwenye TV mtu anavyoangalia au kwenye YouTube yake sasa? Nafikiri ni zaidi ya elimu tu. Mtu azidi kuelimika kulingana na story ilivyo, lakini napenda aelewe namna, kwa mfano kama nilivyopewa hiyo character mlevi, nini negative zinavyokuwa, jinsi gani jamii inavyotakiwa kuenda. Kwa ninapopewa vile lazima ni uwe ili mtu aelewe, ajifunze namna gani inavyotakiwa. Ndio. Baba, mjini YouTube kidogo hapa kuna mtu anakuambia Brooke Tiger. Anakuambia Manyanya hongera sana. Okay, Mungu awalinde. Hii mmeombewa dua wote. Na mimi kama Mungu asikia na mimi ndake jiji kwenye maombi. Amen inshallah.
Vai unanimalizia bando kweli. Bwana kweli mimi mwenyewe ujue ile wifi yangu ya kampuni nayotumia inaniuma kila saa. Kafe ndio huyu hapa huyu. Huyu hapa sasa ndo kuna muda kama anapiga shot hivi. Anakuwa kama familia, kuna muda kumbe ndo naye analipia visasi huko huko. Mashoga kama Kase naambiwa pia wako wengi sana mashoga wa namna hiyo. Kuja kubembelezea kumbe naye ana jambo lake huko ndani. Dadangu karibu sana East Africa. Asante. Tuko vizuri? Sana. Kabisa. Ndio. Kabisa. Kabisa. Asante. Ongea na washikaji zako ambao wako maskani sasa hivi, wanafanya tabia kama za kwako unazozifanya wewe kwenye dunia. Kwa kweli kama kuna mtu anafanya tabia kama za kwangu, aache, kwa sababu sio tabia nzuri. Na siku zote kila unachokifanya mwisho wa siku lazima kikuletee malipo yake. Mwisho wa ubaya ni aibu. Kwa hiyo anayefanya kazi kwenye dunia sio mazuri. Na kama kuna mtu kama Kase basi aache mara moja. Ndio. Kuna mwanangu kwa Mtwara haangalii dunia. Kani hayo ambayo inabidi aache ni yapi? Kwamba yani ana tabia kama za kwangu. Yani ndio yapi ambayo kuna mshikaji hajaangalia labda dunia sasa hivi. Inabidi tumfanye naye akaangalie. Anataka mje yule Kase wa kwenye dunia, hayo matendo ambayo inabidi yeye ayaache sasa hivi unavyoambia. Kwa mfano mawili yapi? Kwanza Kase ni mtu ambaye ana roho mbaya. Ana chuki na wivu. Yani ni mtu ambaye hapendi kumuona mtu akiwa amefanikiwa au akiwa na amani. Yani yeye ni chuki tu, anaweza kukuchukia bila sababu ya msingi. Si ndio? Bwana ile swali ambalo nataka nimuulize, nitamani ningemuuliza nani, lakini hata wewe ni mhusika pia. Bwana Manyanya. Wewe si ni assistant director au? Ndio huyu. Au huyo. Hivi kuna hii anani amebadilishwa sasa hivi. Naona sana comment za watu. Wanasema amebadilishwa, kafanywa nini, kafanywa nini. Anaitwa nani yule? Matilda. Watu ile yani huyo anaogeshaga na muitaga Mati. Mapenzi wala. Ya kifupi. Kaka. Kuna mtu anaitaga Bilo. Jamani. Ulikuwa unamwambiaje? Hii kwa mfano imebadilishwa hapa, amekuja mwingine huyu bwana. Yale malalamiko ya watu bwana, bora yule sio nini zile nini. Hivi nyewe ifikia hatua kama hiyo inawapunguzia chochote au inakuwaje? Hiyo ni miongoni mwa changamoto kubwa sana katika kazi ambayo inaweza ikatokea bila hata nyinyi wenyewe waandaaji kujua kama inaweza ikatokea. Lakini inapotokea haimaanishi kwamba mwisho sasa ndo kazi isiendelee. Hapana, kwa sababu kazi ni kubwa pia kuliko msanii mmoja mmoja. Alichokibeba msanii pale ni uhusika tu, na inatajika sanaa yake kwa ajili ya kuweza kuwasilisha ile husika ambayo unatakiwa ionekane katika hadhira kupitia mchezo. Kwa hiyo Matilda ni moja kati ya msanii mzuri, lakini karakta yake pia aloibeba ni kiungo muhimu sana katika kuunganisha mchezo. Lakini bahati mbaya kutokana na changamoto pia za kibinadamu, sisi ni watu kuna emergency ambayo ilimtokea, ambayo kimsingi sisi pia ilikuwa ni nje kabisa ya uwezo wetu, kwa sababu hata madaktari wenyewe ambao walikuwa wanamsimamia walirecommend huyu mtu kwa saizi anatakiwa apumzike. Kwa katika hali ya kawaida ni ngumu kusema kwamba project isiendelee kwa sababu mhusika hayupo. Sawa, kwa sababu sanaa ziko nyingi, watu wanao sanaa na wahusika wanajulikana, kwa lazima atafutwe mtu ambaye atakuwa na sanaa ile ili aweze kuvaa ile viatu kuishi katika ile story. Kwa hiyo kubadilishwa kwa Matilda kwetu ilikuwa ni mzigo mzito sana. Ilitupa shock. Yani kabla ya hiyo taarifa kwenda nje, kule ndani kwenyewe kama familia kama team kutengeneza arrangement, trust me, ilichukua kama mwezi mzima, vichwa vinauma. Vinakalika vikao vinavunjika. Kinakalika vikao vinavunjika. Anakuja mtu huyo anaangaliwa anatolewa. Anakuja anaangaliwa mpaka sema sasa inakuaje? Tusubiri kumrudisha yule, daktari anasema no, hawezi. Kwa hiyo finally ndo akapatikana huyu ambaye yuko sasa hivi, and by the way pia ni msanii mzuri. Na issue ni kwamba kuna ile mentality ya mtu kumzoea kwa muda mrefu mkishamuona. Kwa hiyo akishatoka immediately anakuwa kama mnahisi kuna kitu kinapungua kwa sababu tushamzoea. Sio tu Mati, leo yeye akitoka Mudi itakuwa ni tukio zito, si ndio? Lakini haimaanishi kwamba hamna mtu mwenye sanaa ambaye anaweza akacheza kiulevi, akacheza koti la Mudi. Wapo wanaweza kufanya. Lakini kwa sababu tumemzoea Mudi, shughuli itakuwa nzito. Kwa hiyo hayo mapenzi yapo, ni issue tu ya kisaikolojia ambayo kimsingi tukimpa muda hata huyo leo kuwepo tutamzoea, tutampenda na story itaendelea kama kawaida. Hapa shatupanga, bwana amesema mambo ya kisaikolojia. Ndio wanasemaga hivyo kwa movie yao ile. Au mkubwa, hii inaweza kawa maana watu wengine kwa mambo ya muziki inakuja inakuga changamoto sana watu kwa saini wadada kwenye kazi zao nini, kwa sababu mambo kama hayo. Kuna mambo kwa sababu kuna picha hivi kama kaolewa hivi, kuna kaolewa kakatazwa hivi. Wakati unacheza na huyu mpya na yule wa mwanzo, yupi ambaye kwa wewe ukijitathmini kwa hizi chache ambazo umefanya naye wewe na yule wa mwanzo,
unajiona ulikuwa mna fit sana na katika wa sasa hivi au ile aliyopita? Kiukweli mimi naona wote ni sawa kwa sababu kipindi naanza kucheza na yule Mati wa mwanzo hatukuwa na chemistry nzuri, tulikuwa tunatafutana. Katika mchezo kuna kitu kinaitwa chemistry, yani mkishajuana mkazoeana tunafanya kitu kama kweli kabisa. Kwa hiyo hata mwanzoni kabisa kipindi nacheza na ule Mati kuna namna tulikuwa tunatafutana, kwa tulikuwa tuna muunganiko mzuri. Lakini baadaye tulivyopatana tukalink, ndio maana tukawa tunatengeneza chemistry ambayo ina ladha nzuri. Sure. Kwa ni sawa na huyo sasa hivi. Kwa sababu naanza naye hivi, hatujapatana bado. Namtafuta sanaa yake na itafuta ya kwangu, kuna chemistry na miss. Kitatokea. Lakini trust me, kadri ambavyo tunazidi kufanya, nazidi kumuona sasa mtamu, nazidi kumzoea, tunazidi kuwa vizuri. Ni kama ambavyo nimemzoea sasa hizi mama la mama. Tuna chemistry nzuri. Mzee wangu hata live iko vile vile. Kuna mtu kaandika kwenye YouTube hapa. Amesema Atomari kuziwa, leo ndo nimejua kumbe Manyanya ile sauti anayotumia kwenye movie ndo yake OG. Kweli anasikia na sound vile vile. Kuna mtu anaitwa Elizabeth Atanas ametamani kumuona mzee wa Bakola ya next time inshallah. Mdeme. Wiki ijayo niliongea na baba Asma, nafikiri wiki ijayo pia tutafuta namna tupige na Vai ndio huyo hapa. Kuna clip yako imeenda viral sana mtandaoni sasa hivi, ile ambayo Ichape. Umepata ule officer unamwambia bwana hivyo ifanyaje? Unasema ifanyaje? Hakikisha unaipiga mpaka inachanganyikiwa. Piga hadi ichanganyikiwe. Ile clip imeenda viral sana. Umeokota simu za watu wako wa karibu, hata nyumbani kama una wazazi nini, wakikupigia bwana kijana wetu vipi tena? Mbona unaiomba huko? Amna, simu ambazo nimeziokota zilikuwa simu za hongera kwa watu ambao walikuwa wananijua. Kwanza kila mtu alishangaa kwamba yani by the way familia yangu haikutegemea kama naweza nikaongea hivyo, yani kiuhalisia iliwashangaza. Lakini wengine walinipa hongera, wengi walikuwa wananipa hongera. For sure. Yeah. Ile scene by the way, mlipiga take ngapi ile? Moja tu. Yani ndio ulivyoongea vile ndio vile vile. Kwa mfano kama vile ulivovua ile suruali vile. Mkiwaga location vile, mnakoga ndo mmevua kweli au mnafanyaje? Hapana. Sisi tumetuonesha miguu mjue pale. Sasa pale ndo tunaona imeshuka sasa. Au mnakoga mmevaa vibukta? Yeah, kuna nguo. Bado tu sikavua hivi. Unajua vitu mambo yenyewe haya haeleweki. Muda mchache. Hamna bwana. Si ndio? Baadaye kalita yako ni kali sana na una machozi ya karibu sana. Mimi zamani kwa siamnigi watu wanasema kama unaweza mtu anaweza kaigiza akalia. Asante. Inakuaje, lakini nimeona venyewe ambavyo mnafanya kazi nzuri sana. Kakangu Sepenga ameniambia anapendezwa sana na namna ya kujitambulisha jina lako kakangu. Ukiweza jitambulishe kwa Watanzania upya. Bwana mimi naitwa Mudi Kubwa, Mudi Muzungu, Pakalaba hilo lipo Cross FM, lipo Channel 5. Bwana tuna enjoy, tunajilamba, tupo pamoja hapa tunapiga mastori jamani. Hivi Pakalaba ndo waga linakuaje? Kuna mapaka tu kwa bar, Pakalaba lipoje kaka? Pakalaba ni paka ambalo lipo tu bar, halina sehemu ambayo litahudumiwa vizuri. Kwa hiyo linakuwa pale bar, kwa hiyo mtu kama anakunywa michuzi, masupu yale pale ile inakuwa ndo anaibuka. Kwa maana yake kwa sasa hivi jina ambalo unalitumia kwenye tamthilia hii ya Dunia ndo jina lako la brand kabisa ambalo unalitumia mtaani. Kwa sababu hata kwenye Instagram zako unaona unatumia Mudi Muzungu. Mudi Muzungu. That's your name. Jina langu mimi naitwa Shaban Ramadhani. Yaani kwenye jina la kisanaa, yani kwenye movie zako kadhaa unatumia jina hilo? Natumia jina hilo kwa sababu ndo ndo na director ya. Kwenye movie au movie zote? Movie zote zinazokuja kwa sababu ndo nilianzia nalo sasa hivi. Yani kwa watu wanajua kwa jina hilo ndo natembea nalo hilo Mudi Muzungu. Si ndio? Ndio. Mwigizaji gani ambaye unamfuatilia sana kibongobongo? Unamkubali yani? Hata ulivyokuwa unakuwa ulikuwa ukimwangalia naye mabalaa anayofanya na sasa hivi kuna muda mwenyewe ukitake time yako waga unamwangalia naye. Elizabeth Michael. Ndio kuna muda ukicheka kama yeye vile. Sinaona. Acha bwana. Sasa ushakukutana naye? No, hapana. Kuwasiliana naye? Hapana. Hata DM yake haijadondoka. Kitu zako anaona yule. Sana atakuwa anafuatilia. Anaona kitu zako. Kabla DM ile role model wako unamwambiaje? Au afanye namna naye umdondoshe kwenye series lenu lile. Inshallah mimi. Ongea naye, unajua anaipenda sana East Africa TV Elizabeth Michael ujue. Ndio favorite yake. Hana TV nyingine ya kuangalia zaidi ya hii. Ongea naye hapo anakuangalia. By the way, nampenda kama kuna nafasi ya kufanya kazi sawa. Yeah. Si ndio? Shoga yako huyo hapo. Rafiki yako sana. Nilifuatilia kuna interview yenu moja nikamwambia pia mimi mlikuwa mna story nyinyi ni marafiki. Kweli? Yeah, mimi na Kathy ni marafiki sana. Kweli? Sana.
kwenye movie unajua mimi zamani kwa nikionaga movie najuaga watu waongei unajue. Yaani kana watu wanagombana nao unajua hata live wenda utakuwa ndio hivyo kweli wanagombanaga ni maisha ya ukweli. Kumbe ni tofauti kabisa. Kasa ndio huyu hapa sasa. Kuna sehemu kama mlikuwa mnaigiza kwamba mtu anakuwa na urafiki na mtu aenda kumchukulia mara kwa waganga, sijui anaenda kwa waganga mara sijui anamgombanisha na huyu. Manyanya naye sijui amelipa mtaa mzima wafungue saluni naye ili mradi wewe wakukomoe. Kuna watu wanafanya hizo kweli mtu akuloge ili usifanikiwe na kuna mtu analipa mtaa mzima anamwaga hela ili wewe ufeli peke yako tu, yani ndo atoe hela mtaa mzima. Hilo la kumwaga pesa ya mtaa mzima hilo sijui, sijawahi kupata ushuhuda, lakini hilo la mtu kumloga rafiki yake ipo sana, kwa sababu watu wanakuja wanasema kweli mimi nilikuwa na rafiki yangu hivi ananiloga ananifanyia hivi ili tu nisifanikiwe. Kuna mwingine nilibeba mimba akaja akanitilia madawa ikatoka, yani ushuhuda ni mwingi. Ndio. Lakini hilo la kumwaga pesa sijapata ushuhuda, lakini nahisi lipo na wapo, kwa sababu watu wenye pesa waongei sana. Bana, asante sana kwa kuja mahakamani hapa Friday Night Live. Tunaendelea kufurahia kile ambacho mnakifanya. Bye pia mashavu mengi sana kwako mzangu. Endelea kufanya unachokifanya. Wewe naoma kabisa. Yaani tunapongeza. Mimi girlfriend wangu ni mtu wa documentaries. Hasa ile mimi sitakage ndo kagai ana mind.